Amekufukuza? Ndiyo. Kwa nini akufukuze? Na unaishi wapi kwa sasa? Mimi kwa sasa nimepanga. Na sababu iliyopelekea kaka kunifukuza, kuna mwanamke mimi na date naye. Na huyo mwanamke ni mwanafunzi. Lakini ukweli haupo hivyo. Kaka pia alikuwa na date na huyo mwanamke. Toba. Hey. We pai. Nyinyi mna shida gani? Watu mzee mhorohoro mna nini? Yaani mnatembea na mwanafunzi, kibaya zaidi mmeshare mwanafunzi mmoja. Kweli pai? Ikawaje kwa hiyo? Nimekuja kukupa taarifa hii. Najua tu lazima atakuja kwa sababu kwa sasa kaka amefukuzwa kazi. Na atakapokuja sija kaongeza maneno yoyote. Ukweli ndio upo hivyo. Yaani wadogo zangu nyinyi mmeshindikana. Hii serikali sio ya mama yenu. Alikuja hapa jana mwezio. Ndiyo kaja. Kajiongelesha hapa, kajisemesha. Akaondoka. Tumegombana tu kaondoka zake. Kwani nyinyi mkiwa mkishaharibu kwa duniani ndio mnakuja kwa dada sasa. Dada mimi hiki, dada mimi kile. Nyinyi mtaniua mimi na pressure. Yaani mtaniua, nitakufa kabla siku zangu kwa ajili ya upuuzi wenu. Mimi nimekuelewa dada. Lakini na njaa. Hakuna chochote, nijaribu kutuliza tumbo. Chakula kipo, hakiwezi kukosa. Acha nikufuatie. Ngoja tu mimi niishie hapa kwa sababu nyumbani tumeacha mlango wazi. Hivyo nikutakia kazi njema. Lakini jambo la muhimu usije ukasahau kumpa mkuu wa shule hii barua. Maana natamani sana nirudishwe kazini hata kesho. Basi sawa. Nitalifanyia kazi swala lako. Lakini hebu jitahidi kupunguza basi mawazo. Hivi punde tu utarudi kazini. Sawa, nitajitahidi kufanya hivyo. Naomba usichelewe kurudi. Unajua bado nimekumisi. My love. Leo tena mimi nimeshachoka. Kazi njema. Vipi, mbona unapenda sana kuwepo mahala hapa? Ni sehemu tulivu, yenye upepo. Pia hata nikiwa na mawazo huwa napendelea kuja hapa. Mawazo? Unawaza nini? Kwamba unawaza kaka yako atafungwa jela miaka 30? Ama unawaza atapoteza watu wako wa karibu? Kipi unawaza zaidi ya hivyo vitu viwili? Kiongozi, nafasi ni chache. Na njia pekee ya kupata nafasi ni kuuza nafsi. Mimi ni miongoni mwa watu wanaoteseka na mapenzi. Wewe ni muhanga? Mapenzi. Mbona ni kama unatafuta macho ya jongoo ingali huwezi kuyaona? Chana hiyo habari. Utakupotezea muda. By the way, vipi kuhusu issue ya Sasha? Uliniambia kaondoka. Na vipi kuhusu taarifa za mama yake? Zimekaaje? Mamake pia ameondoka.
Kwa hiyo nilijaribu kumpeleleza mama yake ili nijue wapi alipoelekea, lakini mpaka sasa sijabaini. Sawa, nakupa siku 2 tu ili ubaini kuwa akaelekea wapi, maana taarifa zake ni muhimu sana. Baada ya kufanya uchunguzi utanifikishia taarifa. Nadhani umenielewa. Kiongozi, uliniambia nifuatilie familia ya mama Sasha ili kubaini machafu anayofanya kaka. Umeshabaini. Kipi tena kingine unachohitaji kutoka kwao? Pai, nyoka huwa anaishi ndani ya mashimo ya vichuguu ambayo ni mchwa akatengeneza. Hivi wewe unadhani kwamba mchwa ameumbwa kwa sababu kutengeneza nyumba anayoishi nyoka? Nadhani ipo hivyo. Siku 2 tu. Sioni sababu ya wewe kushangaa hivyo. Ingalikuwa unajua nilikwambia nitakusaidia. Na sababu ya msaada wangu kwako ni kupata penzi lako la dhati. Na imani na uhitaji sana kurudishwa kazini kwa sasa. Hivyo basi, sijaona sababu ya kunichelewesha hilo. Okay? Hey. Wapi unaelekea huko? Alafu mimi nilitegemea wewe saizi utakuwa darasani. Huu ni muda wa shule. Unakuja huku unafanya nini? Usichokelewe hapo ni nini? Hau kipi utambui? Sawa. Ninachoenda kukifanya hapa ni kukuthibitishia kiasi gani mimi nakupenda wewe. We kaka, samani, we mdogo wake na Sasha mte? Hujakosea. Nasikia kaka yako amesimamishwa kazi kwa sababu alikuwa anatoka kimapenzi na mwanafunzi wake Sasha. Wewe hizi taarifa amekupa nani? Yaani mtaa wote unajua kwamba kaka yako kasimamishwa kazi kwa sababu alikuwa anatoka kimapenzi na mwanafunzi wake Sasha. Au unataka mpaka ukute vibango ndio ujue kwamba watu wote tunajua? Yaani mtaani kwetu viredio. Kama ulikuwa ujui mimi ndo nakwambia, na atawashindeni mtaama. Okay. Asante. Hey! Mbona jera? Sacrif, toka nimekupatia kazi mpaka sasa sioni chochote kinachoendelea. Au umeshindwa? Hapana madam, mimi sijashindwa. Nimepambana kadri ya uwezo wangu.
na nimefanikiwa kupata baadhi ya ushahidi ikiwemo picha, video pamoja na sauti. Lakini sio kama nimeshindwa, na yote nimefanya kwa sababu ya dhamira ya kumleta mtuhumiwa au muhusika mikononi mwenu ili muamue kwamba mnamhukumu au mnamsamehe. Lakini mimi sijashindwa. Basi fanya haraka iwezekanavyo, ila kwa sasa nahitaji nimrudishe kazini. Madam, unamrudisha kwa nini? Utakapokamilisha ushahidi utajua ni kwa nini, ila kwa sasa fanya nilichokuagiza. Alafu umekuja na usafiri gani? Nimetumia boda. Oh. Basi shika hii nauli. Tafanya nauli. Mimi nashukuru. Jioni njema. Aya, sawa. Ni kweli alinifukuza, lakini yeye ni ndugu yangu, na hii kesi inaonekana iko very serious. Nisipofanya kitu naweza nikampoteza. Hapa inabidi nimpelekee hizi taarifa, atachagua yeye, anyoe ama asuke. Masasha! Huyo mama Sasha umemwona au unajitiatia tu? Nijitiatia umesikamia wagewage au mwezi mchanga? Huyo mama Sasha mwandani yupo au hayupo? Mama Sasha hayupo, amesafiri. Sawa, kilichonileta mimi hapa askilimu. Askilimu ndani zipo au hamna? Hivi wewe hujaelewa nini hapo? Nimekuambia mama Sasha hayupo. Hizo askilimu anatengeza nani? Kwa hiyo ndio unakuwa ndani? Wewe. Mambo mengine hayo yanakupita. Toka. Nimesema toka. Vipi?